wa rehema, lakini mwenye kutoa neema ndogo ndogo na neema kubwa kubwa. Lakini pili, nikushukuru ninyi ndugu zangu na wananchi wenzangu katika eneo hili. Hakika ninao furaha kubwa isiyokuwa na kifani kwa sababu mmeacha majukumu yenu, mmekuja kunisikiliza mie. Kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza, naomba mniruhusu nijitambulishe. Ndugu zangu, mimi naitwa Nasra Mohamed Ramadhani, ndiye mwenyekiti mwenye dhamana ya vijana wote wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Bodi Kimara. Karibu. Ndugu zangu, baada ya kujitambulisha na nimetangulia kumshukuru Mungu na kuwashukuru pamoja na kupongeza, dhamira ya sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Dar es Salaam pamoja na viunga vyake vyote, nikimaanisha wilaya zote 5 na kata 102 za mkoa wetu, tumedhamiria kwa dhati kabisa, na sio mara yangu ya kwanza kukutana na vijana wenzangu. Nimetembea mkoa mzima wa Dar es Salaam, kata zote, na Kimara nimeshawahi kufika. Atakuwa shahidi viongozi wenu hawa pamoja na viongozi wa kata husika, mwenyekiti na kamati yake nzima ya usikilizaji. Tumeendelea tukisikiliza kero za vijana wenzetu, lakini sisi tunayo madaraka. Serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi inayo mamlaka mahususi kabisa ya kutatua kero za vijana wenzetu. Nilikutana kwa mara ya kwanza na viongozi wenu wote bila kujali itikadi za taasisi zenu. Nilikutana na viongozi wa shirikisho, lakini nilikutana na viongozi wa CMC ambao kwa leo wao ndio wametuorganizia mkutano huu. Mimi sijali itikadi mlizokuwa nazo. Mimi kwa kuwa ni mwenyekiti wa umoja wa vijana, ninahudumia vijana wote bila kujali itikadi zao za vyama, lakini itikadi zao za taasisi ambazo wanazisoma. Hivyo kwa kuwa dhamira yetu ni njema na hususan vijana wenzetu tunazifahamu changamoto ni nyingi, leo nimekuja kusikiliza changamoto. Hiyo ni ajenda ya kwanza. Lakini ajenda ya pili, tunafahamu tarehe 17 ya mwezi wa 3 mpaka tarehe 25 lilipita zoezi zuri katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, ambao sote kwa umoja wetu tunatambua mwaka huu ni wa uchaguzi. Kama mwaka ni wa uchaguzi, lazima kama vijana bila kujali itikadi zetu za vyama tushiriki michakato hii, ikiwa tunaamini kwanza ni taifa la kikatiba, lakini ni haki yetu ya kimsingi kwa vijana wote kushiriki michakato ya taifa letu, hususan mchakato wa uchaguzi. Hiyo ni ajenda ya pili. Lakini ajenda kubwa mahususi ni kutaka kuwasikiliza vijana wenzangu, akina mama na wafanyabiashara wote katika maeneo haya. Kwa haraka basi, mimi nitamrudishia makamu mwenyekiti wa CMCD, ataanza na utaratibu. Yeye ndo atakuwa anatuongezea kwa sababu yeye ni mwenyeji wetu katika hadhara hii. Vijana oye! Asanteni sana na Mungu awabariki. Karibuni na waribu. Tumepata mkuu wa wilaya mpya. Juzi nilikuwa naye. Mkuu wa wilaya amenielekeza pia kwamba endapo umeenda kuwakuta vijana hawa popote katika wilaya yangu ya Ubungo, changamoto utakazokumbana nazo, naomba baada ya ziara yako tukae kwa pamoja, kwa kuwa sie ndio tuna mamlaka ya kutatua changamoto. Basi tukae tuzitatue. Zile za kutatuliwa hapo zitatuliwe, lakini zile za kutolewa maelekezo zifanyiwe utaratibu wa maelekezo, lakini zile za kushauriana kama vijana, basi mkuu wa wilaya naye amesema atafanya. Kwa hiyo mjue mko salama na hapiacha shughuli zenu bure. Mimi niko tayari kuwasikiliza, lakini baada ya ziara ya wilaya yetu ya Ubungo tutakaa na kiongozi wetu mwenye mamlaka ya kutatua moja kwa moja kero za vijana na wananchi kwa ujumla katika wilaya yetu ya Ubungo. Karibuni sana. Lakini na viongozi wa Mohamed, mwenyekiti wa usafirishaji kundi kaitwa Nguvu Kazi. Hivi mheshimiwa mgeni rasmi, nitaongelea bodaboda kwa ujumla. Sisi hapa tuna changamoto moja. Sisi tuna changamoto sisi bodaboda wengi wa mikataba. Mikataba yenyewe mabosi wanatumiza sana. Kwa sababu sisi tunaambia kulipa 15 kila siku, hapo nakupa miezi 17 mpaka 18. Tunapata mtihani mkubwa sana kuja kumaliza mkataba. Wala basi tunaomba na mheshimiwa mgeni rasmi, kama sisi vijana wengi ndio ajira sisi sisi bodaboda, na wengi sana kila siku tunatoa wageni hapa bodaboda, nakuta bodaboda mtu zaidi ya 10 kila siku inakatalia Kimara. Kwa hiyo ambapo tunaomba kama kwa kupendeza, sio mshauri wangu, kwa tunaomba kama inawezekana serikali tusaidie Kimara kupata pikipiki. Ndio taratibu moja ile taratibu.
sababu matajio wanatesa kwa shule. Ni ya kwangu ndo haya. Asanteni sana. Jana we. Kwa jina naitwa Peter Banda. Mimi kero yangu, mimi ni dereva bajaji. Kero yangu kubwa ni mazingira ya usafirishaji, aidha parking na pia barabara tunayoitumia kwa ajili ya kusafirishia abiria. Kwamba hatuelewi barabara iko chini ya TANROADS ama iko chini ya TARURA, lakini pia tunaona inatengenezwa lakini haifiki sehemu ambako inatakiwa. Sababu kila siku inatengenezwa kidogo, inaachwa. Inatengenezwa kidogo, tunaambia mnawekewa lami, ikifika mwezi wa 7 hatuoni muendelezo wa ile ambacho tunayajua. Kwa hiyo kama ni mtumiaji wa barabara hii, nilikuwa naomba nipatiwe kujulishwa kwamba hii barabara ina mpango wa kutengenezwa uendelevu ama ndio vile kila siku tunaonyeshwa tu raza hapo hatuoni muendelezo. Na kero yangu ya pili ni kuhusu stendi ambapo tunapopakia. Hatuko rasmi kikweli. Kila siku tunapanga kaeni tu kwa muda, lakini baada hapo tutawapangia sehemu ambayo itakuwa rasmi kwenu kufanya kama iwe kama stendi kwa ajili ya kazi yetu. Kwa hiyo kwa hayo machache tunatamani sana tupate kujua kwamba je, tunaweza tukapangiwa sehemu ambayo itakuwa rasmi muda gani, au kwa sasa hivi tunapokuwa tunakaa hapa mwisho wa siku tuwe tumejikita kujua kwamba ndo tupo rasmi ama tutapangiwa kwa muda gani hiyo sehemu ambayo itakuwa rasmi na ni wapi. Yaani tumajao. Madereva oye! Wafanya biashara oye! Kwa jina anaitwa Robert John Matovu, ni mwenyekiti msaidizi wa CMPD kata ya Kimara na Salanga. Kero ambayo zimezungumziwa na walio wengi, nyingi zinahusu mikataba ikiwemo pamoja na swala la parking. Kama sehemu ya Kimara bado tuna changamoto kama walivyotangulia kusema, sehemu ya madereva kuwa na sehemu ya maegesho. Maegesho kwetu bado ni changamoto kwa sababu ya uendeshaji ambao upo wa ujenzi wa barabara, lakini bado tunakuwa tunafanya kazi kwa wasiwasi kwa sababu hatujui kesho yetu ni ipi. Nirudi kwenye swala la mikataba kama alivyotangulia kuzungumza mwenyekiti wangu hapa kwa nguvu kazi. Mikataba kweli imekuwa ni kandamizi. Wengi wanaopata mikataba yawezekana ni kwa uelewa au kwa kutokuwa na uelewa ule. Mikataba inakuwa ni ya kuumiza walio wengi, kwa sababu mtu anaingia mkataba wa shilingi 15,000 kwa miezi 18 au miezi 17. Baada ya hapo yawezekana amefanya kazi kwa muda wa miezi 9 au 10. Ikifika miezi 10, kama kulikuwa na deni ambalo lipo, anakuta ananyang'anywa ile pikipiki na anaishia kuwa mikono mitupu pasipo kujua kwamba kiaka ataipata wapi. Sasa kama wewe mheshimiwa ambaye umefika hapa kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi wa hapa Kimara, tukuombe kupitia nafasi yako ili uweze kutusaidia kufikisha malalamiko ambayo yanatolewa na wanachama wote wa hapa, ili wapate ufafanuzi wapi hata inapotokea kwamba amenyang'anywa chombo aweze kwenda kupata haki yake. Jambo la pili, katika swala la usafirishaji, sekta ya bodaboda na bajaji imebeba vijana walio wengi katika taifa hili. Wasomi wana graduate vyuo kila leo. Wanapo graduate wengi wanakosa kazi yao inakuwa ni ya kuja kusafirisha abiria. Lakini bado sekta yetu haipewi kipaumbele kama sehemu ya wasafirishaji. Ndio maana tunajikuta tunaingia mikataba kandamizi kwa sababu hatupewi kipaumbele katika yale yote yanayokuwa yamelengwa kufanyika katika sekta yetu. Mheshimiwa, mimi nikuombe katika hayo niliyoyazungumza, la mwisho ni la kuwakilisha msiba. Takuwa sijatenda haki kama sitolizungumza hili. Kuna dereva mwenzetu alikuwa anafanya huduma hii, amepoteza maisha siku ya jana na mazishi yatakuwa ni kesho. Hivyo tupo tunapitisha daftari la kumchangia mwenzetu ili siku ya kesho akapumzishwe mahali salama. Nikuombe ikikupendeza na wewe utatuchangia kidogo. Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi, bwana Jeko Jirani, iko hapo kwa kuomba swala moja. Vijana wengi tunaendesha vyombo vya moto. Mimi naongelea kwa upande tunaendesha vyombo vya moto, bajaji au pikipiki. Kwa hiyo tunachokuomba
tunaomba mheshimiwa, kama inawezekana, tunahitaji fursa kama si vijana kutoka tunabanwa kwenye mikataba na mabosi na matajiri. Kwa hiyo kama serikali tunaomba fursa kwa vijana kama sisi kuweza kupata mikataba ambayo sio umiza, kwa sababu pikipiki unakuta unaendesha mwaka na nusu, labda miaka miwili, hesabu ndefu, unashindwa kupata hela nyingine ya kuweka akiba, kwa inakuwa changamoto. Kwa kama serikali tunawaomba tupatie fursa sisi vijana tuendelee kuendesha maisha mengine. Asante sana.